uaminifu na utimilifu. Maana uaminifu manake ni kufanya. Uaminifu manake ni kufanya. Kwa hiyo kama wewe ni mwaminifu, manake Mungu atakupa unabii. Kuna unabii wa uzima na uponyaji na uhai na kibali na nini? Sema baya. Haleluya. Haleluya. Sema amina. Okay, ninaomba nikupeleke moja kwa moja kwenye ibada ambayo nimepewa. Nadhani nilikupa habari za wakati wa kufanikiwa, si ndio? Wakati wa utii wako kufanya au maagizo. Leo nataka nikwambie habari za kutokutii zinakuja na kitu gani. Kuna watu jana sauti kaniambia, nilikuwa nataka nilete kitu kizito leo. Sauti kaniambia usipende kuwafundisha watu, kuwafurahisha tu pasipo kuwapa sindano. Hakikisha unawapiga sindano, kwa sababu kuna watu hawajarogwa, na nitakuonyesha watu ambao hawajarogwa wako hapa ndani. Nikafunguliwa ile pazia mbili zikafunguka, yani ni watu wanafungua hawa. Alafu nikamwambia angalia watu wako humu, lakini hawa watu wengine hawajarogwa. Kuna wengine wamerogwa, lakini kuna wengine hawajarogwa. Nikauliza kwa nini? Sauti kaniambia hawa watu ambao hawajarogwa wameshindwa kutii, na hawa ambao wamerogwa hawa wanatii, lakini wakati wao wa majibu. Shika habari ya kutokutii kwako. Yaani uko kwenye majaribu gani? Kuna majaribu unapitia sio ya kurogwa. Leo nataka nikwambie kama umerogwa au hujarogwa. Kuna mtu anaomba miaka mingi anasema amerogwa, kumbe hajarogwa. Kumbe ni kutokutii, kutokufanya yale ambayo Mungu alimwambia. Mwisho wa siku anakutana na maradhi, anakutana na magonjwa, anakutana na kukataliwa, anakutana na watu wanamkataa, watu wanamkimbia. Sio kurogwa. Wewe umeshikiliaga kurogwa, umeshasahau kumbe kama Mungu ana mapigo ya kupiga mtu asisikie. Na chombo chako cha kukandia utalaniwa uzao wa tumbo lako, utalaniwa uzao wa tumbo lako, na uzao wa nchi yako, na uzao wa nchi yako, na uzao wa maongeo, na uzao wa maongeo yako wadogo wakondoza tena mbele. Utalaniwa uingiapo, utalaniwa uingiapo, utalaniwa utokapo. Bwana atakuletea laana na mashaka, kukemewa na kufanyaje, na kukemewa kukemewa, yani utakemewa na watu. Mbona Mungu anapokukataa? Unaona Mungu anapokukataa? Usiposikiliza sauti ya Bwana Mungu, mbona hujibu? Tatizo utakaji kuambiwa ukweli, habari za Mungu wa kweli. Unataka kuambiwa mambo ya uongo, hufiki popote. Mimi ndo nabii Komeshi. Wewe unataka tu baraka, utaki kumsikiliza Mungu anakufanyia vitu gani, anakueleza vitu gani ili uweze kufanikiwa. Unataka kuambiwa utabarikiwa mjini. Lakini hujui kilichonifanya nifungwe nisifanikiwe ni kitu gani. Wewe unaanza kurogwa, hujui kama Mungu ana mapigo. Yaani wewe fuataka injili za watu ambao hawajielewi, hawasomi katika roho, wanasoma katika mwili. Wakubariki kila siku tu. Yaani kila siku wakubariki, alafu wasikueleze chanzo chako cha kutokubarikiwa ni kitu gani. Lazima ifike wakati uulize maswali,
haleluya. Haleluya, sema amina. Kwa hiyo nikwambia ukweli, leo nitakwambia ukweli. Leo nakwambia ukweli. Mimi ninajua watu wengi wao hawapendi ukweli. Wanapendwa kufarijiwa. Usifarijiwe wakati tatizo una miaka nalo 10. Mume anakuja, unapostiwa, unapotolewa mahali, ghafla anakukataa. Akili yako imelala. Ile unataka ukawekwe mkono wa baraka. Badala ya kukaa na Mungu kumuuliza, baba, kwa nini hivi vitu vinajirudia mara kwa mara? Nimekosea. Tatizo liko wapi? Wewe ndio unawajibu. Kama nimekukosea, sema. Kama kuna mtu amenizuia, sikiliza nikwambie kitu. Adui kwenye maisha ya mtu waga adumuki. Hata siku moja jambo au chanzo cha mtu asiye kuwa mtii na usikifu atafanyiwa vitu gani? Tunaambiwa laana zitampata. Kuna laana Mungu anaweza akakurani, hauponi mwanangu. Yaani piga huwa garagaza hata ukifanya kitu gani. Lakini kama kuna mwanadamu amekurani, hata kama ni baba yako, hiyo laana haina miaka 3, haina miaka 2. Inafutika yote. Wale wanapoambia kwamba msamaha wake ni kupapasa ni kutokufanikiwa haraka. Haufanikiwa. Yote haya ni kwa sababu umeshindwa kuyafanya maagizo ya Mungu. Kuna watu kufanikiwa kwetu sisi kutakuwa ni kigumu. Ili nikiongea ni very clear. Yaani nikiongea ni very clear. Kwa sababu wengine hatujarogwa, wengine tumejiroga, wengine tumepigwa mapigo tunayoyaona leo. Na kuuliza swali, uje kuona kuna wakati unafanikiwa, kuna wakati unashuka. Kwa nini ulikuwa unafanikiwa alafu ukashuka? Usikimilie kwamba niligombana na baba fulani akasema utaona. Adui hawezi akakuonyesha akasema utaona. Kama umemshikilia Mungu alafu Mungu akakwambia. Hicho ni kitu hakika. Yaani unafanya matendo sawa sawa na Mungu anazofanya. Hawezi kukubaliza uchumi wako. Ulishuka kiuchumi au ndoa yako ilikukataa. Pale mwanzo mlikuwa mnapendana, ghafla ndoa ikakengeuka. Yaani kuna mahali umemkosea Mungu. Au ukitoka hapo ulipo, au usipotoka hapo ulipo, uende ukajiulize kwamba mimi ni mtu wa aina gani na nimefanya kitu gani na nimekosea Mungu wapi? Sema fanya ninakubariki, sema amina. Yesu Kristo ndani yako, sema amina. Baraka ya Mungu juu yako, sema amina. Mbegu nyingi utazichukua nje. Mbegu nyingi utazichukua nje shambani. Utaenda kuzipanda. Lakini utavuna. Maana yake utaenda kuchukua mtaji, utaenda kuweka kwenye biashara yako. Kwa kuwa nzige watazila. Utapanda mizabibu. Utapanda mizabibu. Na kuitengeneza. Wala hautakunywa divai. Kumcha Mungu maana yake ni msukumo kutoka ndani. Ukiona huna msukumo, Mungu hayupo ndani. Kumcha Mungu maana yake Mungu anakukontrol. Ibada ni kukontrol. Yaani ibada ikiwa ndani yako inakukontrol. Alafu inakukumbusha kwamba leo ni Mungu anasema na wewe. Inatakiwa uende kwenye mafundisho ya Nabii Komasha, ya Pastor mwenyewe, kwa sababu unasema ibada sio kukontroliwa na biashara. Hiyo sio ibada. Ibada sio kukontroliwa na jamaa. Hiyo sio ibada. Ibada sio kukontroliwa na saluni. Sio ibada. Kuna mtu leo ni ibada, yuko kusuka saluni. Sasa sio ibada. Hapa anakuja kanisani. Ibada ni kukontroliwa na Roho Mtakatifu. Anakwambia mwanangu, usifanye hivi leo, twende nikakupe amani. Hiyo ndio ibada. Ibada ni msukumo wa Roho Mtakatifu. Unaweza ukasema ibada ni kumcha Mungu sawa, lakini unamcha Mungu, unautii, huna ibada. Ni muda wa Bwana kwenda kufanya jambo.
hazijafika? Mungu amekwambia mwanangu, ni muda wa ibada. Tayari unatakiwa umwambie kwamba nani fulani paki baadaye funika, nitakuja baadaye. Nikasikia Mungu anasema kitu gani? Nasikia kuna jambo Roho Mtakatifu ananiambia, ananisukuma niende nikafanya mambo fulani, nikamsikiliza mwenyewe. Sema baba, sema baba huko. Sema baba huko, sema baba. Mungu muda mrefu tumeshatoa na sadaka. Unajua, ngoja nikwambie kitu. Anakuambia hivi, Mungu anakuambia hivi, utii bora kuliko dhabihu. Kwa hiyo kumbe Mungu anapenda utii. Usipokuwa mtii na usipofanya, maana yake hata sadaka yako sio kitu. Lakini unapomwambia kwamba Roho Mtakatifu anaposema nenda kanisani, ukatii ukabebwa na sadaka, maana yake umefanya kwa vitendo, umefanya kwa imani, umefanya kwa sauti, umefanya kwa wito. Hiyo ndio ibada. Kwani hapa Mungu anasemea habari ya sadaka? Mungu anasemea habari ya sadaka? Mungu anasemea habari ya utii. Hasemei mambo ya sadaka, anasemea mambo ya utii. Unapotii, maana yake hata kama ukitaka kutoa, sio wewe utatoa, bali ni utii. Mpake uso. Toe mawani. Mpake uso. Mpake uso. Weka mikono yako namna hii. Weka. Fumba macho yako. Utaanza kuona jambo linatokea. Utaanza kuona jambo linatokea. Dakika 5 tunafunguliwa mwenyewe. Hamna muda wa kuomba. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 na mababu na mababa na mamama, ninakufufua ukapate kazi kuanzia leo. Neema ya kufanikiwa iwe juu yako. Amani iliyotoweka ianze kurejea ndani yako. Watu wakubwa wanaokuja na kuondoka wakurejee leo. Watu wanaokimbia kwenye maisha yako wakurejee leo. Kama ni adui amezuia leo, ninamwamuru akuachilie. Pokea ushindi, pokea uwezo kwenye mikono yako na nguvu na baraka na wepesi. Kwa jina la Yesu. Unataka ufanyiwe kitu gani? Pata kazi. Kwenye familia yenu. Kwenye familia yenu. Unanifahamu? Tushakuongea nini? Tushakuongea nini? Ni mara ngapi kuja? Mara ya kwanza. Kwenye familia yenu. Kwenye familia yenu kuna kitu kinaendelea ambacho sio kitu kizuri. Unakijua? Ukijua? Kwenye familia yenu kuna hali ya watu kutokufanikiwa. Kutokufanikiwa kwenye familia yenu. Yaani kuna mtu ameongea kwamba hamwezi mkafanikiwa hata siku moja. Na hata ukifanikiwa usidumu kwenye kazi. Na hata ukifanikiwa usipige hatua yoyote. Na huyu mtu yuko kwenye familia. Leo, mwambie jirani yako leo. Leo sikiza nikwambie kitu. Mimi naachilia kibali kilichofungwa kwa sababu ukijaribu kutafuta, umetafuta kazi muda mrefu, ushakupata kazi. Ushakupata kazi. Ushakupata kazi. Ukaacha. Ukaachishwa. Au ilikuwaje? Mkataba uliisha. Ndio maana Ini nini? Toa. Safi. Acha tu chini. Sio acha. Weka hapa chini. Na usitafute nyingine usifae sawa. Nisikilize mimi.
Kesho utakapoamka utakuta uso wako umebadilika. Usiende kuoga leo haraka. Acha hivi kwanza. Acha hivi. Utakapoamka kesho utakuta uso wako. Yaani ukiamka kajiangalia kwenye kioo, utakuta uso wako wa tofauti. Alafu utajiona wewe mwenyewe, unajiona wewe mwenyewe ni mzuri na ni hatari. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Sema power. Toba. Nilikwambia nitatoa nini? Unabii. Mwambie jirani yako atatoa nini? Nikikusonta ujue ndio tunamalizana. Mwambie avae sokisi zake na awe huru. Kazi ya meli. Bwana leo nimepata hawa watu wote kwa sababu gani? Weka mikono yako. Yaani wewe ndo ulitafuta kazi ukaona sasa haitoshi. Mtafuta kazi miaka mingapi? Miaka mingi. Ni kama mingapi kwa haraka? Nafika kama 4 mitano. Miaka 4 mitano. Ndio. Wewe. Umetafuta kazi miaka 6. Umetafuta kazi miaka 6. Na hii miaka 6 yote ulianza kutafuta kazi miaka 6. Hapa nyuma ulikuwa unamtumikia sana Mungu wewe. Ulikuwa unajitoa sana kuomba nini kwenye maombi. Ndio baba. Ni kweli kabisa. Na umetembea na umesali, umetoa sadaka. Ndio. Lakini ukaona Mungu anashindwa. Akaona Mungu anafanyaje? Ushakwenda kwa mganga? Sijawahi kwenda. Hujawahi kwenda kwa mganga? Ndio. Kabisa. Hata mara moja. Hebu pekua ina nini? Hivi viatu tu kidogo. Viatu. Weka nyayo yako hapo moja. Hapo, weka hapa moja. Mguu wako moja. Pekua kidogo. Pekua hii kidogo hapo. Ava viatu vyako. Wewe kwa mganga wewe? Sijawahi kwenda. Kabisa? Ndio. Dunia hii. Weka mkono hapa. Wewe ulishakwenda kwa mganga wewe? Na ulienda kwa mganga ukapewa dawa za kuoga? Sijawahi kwenda baba. Hii dunia imejaa matope. Ulishakwenda kwa mganga? Sijawahi kwenda. Wewe. Huyu anakataa kwenda kwa mganga wanaye. Wewe umeenda kwa mganga. Subiri kwanza. Anasemaje? Sijawahi kwenda. Kwa nini unasema hivyo sasa? Watu mimi naona umeenda kwa mganga. Hapana. Alafu huyu wote jamani, watu wote hawa bidi washike nisiwaambie habari za kwa mganga. Alafu yeye nionyeshe wameenda kwa mganga kwa sababu nimeangalia mikono yake. Kuna maji anatumia nyumbani, yani ya kuoga ameyatumia sana. Haya maji ameoga, yani alitafuta Mungu amsaidie, akaona kama Mungu anashindwa kufanya. Akaamua kupiga kona. Akaenda kwa mganga. Hujakwenda kwa mganga wewe? Sijawahi kwenda. Jamani nifanyaje hapa? Alafu wewe ambao unaenda kwa mganga afu unaingia hapa kanisani leo utakufanya ujui kitu. Yaani nitakufinya. Mwambie jirani yako nitakufinya. Mwambie tena nitakufinya. Wewe dada, uje kwenda kwa mganga wewe. Ulienda kwa mganga. Ulienda kwa mganga Tanga Handeni. Alafu ukaenda da kwa mganga. Alafu ukaenda Lombo kwa mganga. Alafu ulienda Kondoa kwa mzee mmoja yuko hapa anaitwa mzee Asharifu kwa mganga. Alafu ukakanyaga hapo ukatoka hapa ukaenda paka Zambia.
Ushaje kwenda kwa mganga uje kwenda? Uje kwenda kwa mganga. Sikiliza nikwambie, uje kwenda kwa mganga. Sikiliza. Aya, uje kwenda kwa mganga. Hapa amesha ukiona jibu la mtu aongee maana yake hajawahi kwenda kwa nani? Aya, wewe ulienda kwa mganga, mganga wa mwisho ulipoenda ulienda Sumbawanga. Ulipoenda Sumbawanga, baada ya hapo ulikuja ukaenda sehemu moja panaitwa Mbozi. Mbozi ni maeneo ya watu wa kabila la watu wa Mbeya. Au watu wa Mbeya wana makabila kama matatu. Kuna Wanyiha, kuna Wanyakyusa na kuna Wandani. Ulienda kwa mganga wa Kindani ambaye yuko karibu na Malawi kwenye ziwa kiroho. Ameenda wapi? Mpakani na Malawi. Baada ya kutoka Zambia, baada ya hapo ndo akaenda wapi? Sumbawanga, ili apate nini? Kazi. Na baada ya hapo mganga, wewe unaitwa Lecho Daudi Lori, au sio? Ndio. Sasa baada ya hapo wewe dada, kuna ule mgonja sasa, mganga wa kule na nili. Sikiliza, mjizi pisha hapo. Naona malaika anataka mkague vizuri. Mwambie jirani yako unatoroka, umeshaonekana. Kuna mtu ametoka hapo nje ana shida ya giza. Sijui giza linatanda kwa nani sijui, ila anaona giza kwake. Yaani anaona kama amefika mwisho na anataka majibu leo, alafu anakimbia. Wewe hapa sikiliza. Prishani hapa nataka malaika anamkagua mwenyewe, sina muda wa kumkagua. Haya baba, let's go. Go. Yeah? Ndio. Sasa unakimbia nini? Si utulia nikupe mume hapo. Weka makofi yako, piga makofi na yeye. Ulikuwa unaenda nyumbani. Sikiliza, ninaona giza. Unaenda nyumbani hata usipojibu, mimi najua tunakwenda. Sikiliza, ni kweli. Sasa mimi ni nabii, utanijua mimi ni nabii. Sema fire. Kuna shanga ziko 9. Na kama haziko 9, naomba nilitieni serikali ije ifunge huduma hapo. Kuna shanga ya nyeupe, kuna shanga ya blue, kuna nyekundu. Na hizi zingine zina rangi nyingi. Lakini hii shanga inaonyesha na malaika, kuna shanga umevaa ziko 9 na kuna ilishi. Iko hapo. Sasa makofi yako mengi. Wakati napita hapa malaika ananiambia muulize, je, hili jambo nalo unaongea ni kweli sio kweli? Je, hili jambo nalo unaongea ni kweli sio kweli? Kweli. Ni kweli. Ili upate kazi, na sio kupata kazi tu, mume wako atulie nyumbani. Lakini mwisho wa siku kazi hujapata miaka 6 na mume bado ana mwanamke mwingine, na mwanamke aliyekuwa naye na unamjua anaitwa Amina. Anaitwa Amina Geoffrey. Huyu anapatikana Sanawari ya juu. Ndio mama. Ni kweli. Wamama
kamwangalia hizo shamba wa mvua alete hapa. Haya, nenda. Wasibu huku kule. Haya, picheni mwa. Kulete kwanza tuthibitishe kwanza. Wamama wengine wamama wewe kamera kule wamama. Wamama kibiani hapa kuna wamama hapa. Cheka alivyokaa. Mfanye mwingine hapa ofisini mfanye lete hapa. Kosa makofi yako na vigele. Sema sasa huyu alikuwa ananipima. Huyu ni nabii kila agano katika jina la Yesu. Agano la uchawi, agano la uganga, ukapata kazi kuanzia kesho. Ninakutabiria kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Wepesi na uhai. Wepesi na mamlaka katika jina la Yesu. Ungeweza makofi mengi na vigelegele. sema ayaya. Sema power. Sema fire. Wachumba wamekuja kama kadhaa. Wamekuja wangapi sasa? Mimi najua wako wengi, ila nataka Roho Mtakatifu anataka asikie unaongea wewe kwa kinywa chako. Mimi ninajua wanakuja wangapi. Ndio maana nimekwambia kwako ninaona giza. Giza maana yake nini? Mtu anapokuangalia hivi, ulivyo hivyo huna kasoro yoyote, ila adui amekuwekea giza. Mimi nataka niondoe giza, aje mtu huyu. Sema ayaya. Tushakuongea. Ni mara kwanza kuja. Mara ya kwanza. Sura za hapa nazijua. Waga sio changamfu, ila huyo mchangamfu. Pokea wepesi kwenye maisha yako. Pokea wepesi kwenye ndoa yako. Pokea wepesi kwenye biashara yako. Pokea wepesi kwenye utumishi wako. Haya, tayari. Umepata kazi, nenda. Umepata kazi. Weka mkono wako hivi. Hivi mbele yangu. Haya, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakushukuru kwa hii neema ulionipa kupitia mtumishi wako Pastor Petro. Bwana Yesu, neema yako imeniona. Ninakushukuru. Baba, nipe kazi kuanzia kesho kwa damu ya Yesu. Tayari, nenda. Nimemaliza. Sasa wewe dada mzuri hivi una kazi. Are you serious? Sina kazi. Una kazi? Umesomea? Nesi. 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 Sasa wewe una kazi? Unataka nini? Nataka nipate kazi. Kazi. Unataka upate kazi lini? Siku yoyote hata kesho. Kesho. Ndio. Ushakupeleka barua? Nilipigiwa tu simu jana. Jana ikawaje? Kuna mtu anataka nisimamie famasi yake. Nikamwambia nitaenda leo. Bidi nimekaa pale tena akanipigia. Akakupigia ukawa unakimbilia kazi. Hapana. Unaitaka hiyo kazi au uitaki? Unaitaka? Ndio. Hata sasa hivi? Ndio. Subiri nikuonyeshe kitu. Ili kazi. Basi. Sije kaanza kuwaliza watu hapo. Kwa hiyo baba anatuacha. Jehova Mungu uliye hai. Baba ninaomba kupitia nasema hivi
Ninaamuru baraka zako zishuke kwa huyo dada. Kupitia hii madhabahu yako aone ameingia sehemu sahihi. Baba, aanze kazi kesho, na hilo giza lililozuia mtu sahihi kwenye maisha yake, Baba, naomba lisambaratishwe, litawanyike, lichanike. Ninaomba baraka ziimarike ndani yake, neema yako iwe juu yake, wepesi uwe juu yake. Ninatabiri mambo mazito na makubwa na mawezo na mazito ambayo yalishindikana kwa wanadamu, kwako Baba yakashindikana, yakawezekana. Roho Mtakatifu kafanya. Ninatabiri uwezo, usiwe na hukumu ndani yake. Ninatabiri ndoa kubwa ya kifahari yenye uwezo, ya watu wakubwa, watu waliofanikiwa, watu waliotajirika, watu waliokuwa na uwezo, wacha Mungu wa kwako, wanaokupenda na kukujali na kukuheshimu. Baba, naomba neema na uwezo na mamlaka. Mikosi ikaondoke, laana na barazi kasabaratishwe. Kristo ukafanye mambo mazito, ukanene na kufanya. Uwezo ukawe ndani yake, baraka ikawe ndani yake. Roho ya giza ninaikataa kuanzia leo, ninaikataa roho ya giza. Unabii wako Baba ukatimie huu ambao nimeutoa ndani yake kuanzia leo. Roho Mtakatifu ukapenye na kufanya mambo mazito. Adui aliyezuia, leo naamrisha kifo juu yake, naamrisha mauti juu yake, naamrisha jeneza na kaburi na msiba ukatokea juu yake kwa damu ya Yesu Kristo. Pokea neema ya kibali ndani yako kwa damu ya Yesu Kristo. Kanisa sema amin. Kanisa sema amin katika jina la Yesu. Wanakuja watu kama 7. Anakuja mtu ambaye ni mcha Mungu. Mlevi usimchukue. Hicho ni kitu marufuku. Atakuja mtu sahihi, ana uwezo. Ana uwezo, sio uwezo sana, uwezo wa kati. Kuhusu kazi, ondoa shaka. Kazi unaanza kesho. Yaani hamna upigamizi wala hakuna hofu yoyote. Kule nyuma sema amina, pale nyuma pale. Pale nyuma pale. Sasa mimi nakuruhusu uende nyumbani. Na sasa hivi ukitoka hapo mpigie huyo mtu simu. Afuka unaona sawa? Naitwa nani? Rose. Kuna vitu viwili kwa wakati huu. Yaani huyu anajua, huyu anajua. Kuna kitu Mungu ananiambia, pambana sana. Kuna kibali kinashuka. Kibali sio cha kawaida, ni kikubwa. Kuna uwezo wa kufanya vitu, kuwafanya watu wakakuelewa. Amen. Hicho ni kibali kutoka kwa Mungu, sio kwa wanadamu, sio kwa Mungu. Bali ni wito ambao uko ndani yako. Amen. Wito ni mkubwa ambao familia nzima itaenda kukujua. Amen. Kuna kibali ambacho kipo, na hichi kibali linaonyeshwa ni kibali kikubwa ambacho watu wataenda kukujua. Mungu leo mtumikie Mungu aina gani? Amen. Mungu atakushushia neema. Amina. Ya kibali ya kuwafanya watu kuwafanya watu hichi kibali kitakuwa kwako hadi kwenye kizazi chako, yaani kwa mume wako na kwako na kwa watoto na kwa wajukuu zako. Amen. Ninakutabiria leo, pokea sema pa. Baba, ninaomba kibali mwisho wa siku kiwe ni kweli na amina, kifanye mambo makubwa na mazito. Neema ya Mungu iwe juu yako. Upokee neema na kibali kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili, kwa mara ya tatu, kwa mara ya 4, kwa mara ya 5, kwa mara ya 6, kwa mara ya 7. Neema ya Mungu iwe juu yako. Ukafanikiwe, ukabarikiwe. Kuanzia kwenye ndoa yako hadi kwa watoto wako, hadi wajao, hadi wajukuu zako.
Kibali hiki Baba ninaomba kikawe ni kibali cha madhabahu yako, kikanene na kufanya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Nimekutabiria. Njoo. Una watoto? Una watoto hapa? Watatu. Lakini si wa baba. Unaishi naye? Ndio. Ndio. Ongeza makofi na vigelegele. Sema ayaya. Njoo. Wewe. Ninaona unalia. Wewe. Sasa ngapi? Sasa ngapi? Na dakika ngapi? Dakika ngapi? Dakika 10. Haya, tunaondoka. Mwambie jirani yako tunaondoka. Mwambie jirani yako tunaondoka. Ninaona unalia. Shida iko wapi? Nahitaji kupata mtoto. Unahitaji kupata mtoto. Mwambie jirani yako nahitaji kupata mtoto. Nahitaji kupata mtoto. Mwambie nahitaji kupata mtoto. Ninaona analia na uchungu aliokuwa nao ni kwa sababu ya watu wanamcheka. Sauti ya Bwana kaniambia huyu hapo analia, muangalie kwa jicho la tatu. Hili jicho linakupa kwa ajili ya kuona. Sijakupa kwa ajili ya kuchekesha. Leo sinatoa nabii. Haya, okay. Kuna watu wananiambia baba, tunaenda kuangalia Simba. Okay, nakupeleka nyumbani. Wewe unapenda Simba kuliko mimi? Kuliko Yesu Kristo? Yaani hapo kuna mtu baba Simba jamani. Wewe unamwacha Mungu unataka Simba. Are you serious? Are you serious my friend? My mother, my sister. Una watoto wangapi? Watatu. Una watoto watatu. Baba sio huyu baba unaishi naye. Ndio. Na huyu baba ambaye unaishi naye anataka mtoto. Ndio. Na wewe unataka mtoto. Ndio. Na baba wa mtoto yuko wapi? Na baba wako, mume wako wa sasa yuko wapi? Yupo nyumbani. Mume wa kwanza ulivyoachana naye alisemaje? Mume wa kwanza alifariki. Alifariki. Baada ya hapo ukaamua kuingia kwenye ndoa nyingine. Umefanya jambo zuri. Umetolewa mahali. Hapo ndo changamoto. Huwezi kuzaa. Mimi ndo mwenyewe. Sema ba. Nikwambie kitu. Ndio. Mume wako hawezi akakupa ujauzito kwa sababu kitu cha kwanza hujatolewa mahali. Kitu cha pili, huyu mwanaume ambaye unaishi kwa Yupo nyumbani. yuko wapi? Yupo nyumbani. Nyumbani. Ndio. Na yeye ni mtu wa Tanga. Mtu wa Tanga. Ndio. Sikiliza sasa nikwambie kitu. Mume wako ana mali gani? Hana mali. Hana uwezo. Ndio. Pesa ana kazi? Ndio. Kazi gani? Ni fundi ujenzi. Fundi ujenzi anajenga. Ndio. Si nimwambie si niache. Nimwambie? Ndio. Kabisa. Kwenye familia ya mume wako ushakufika? Ndio. Wanasemaje? Hawana usemi. Pale kwa mazingira yako yanakoje? Sio mazuri sana. Sio mazuri sana. Ndio. Haya, sikiliza nikwambie. Mume wako hawezi kukupa ujauzito. Na kama uamini, nenda ukajaribu kwa mchepuko. Mimi nitamwambia sababu ni nini. Mimi sijakwambia ukachepuke ila nampa mfano. Kwani hujui mfano? Nakupa nini? Mfano. Bila sijamwambia akichepuka tunamwozesha huyo jamaa. Sikiliza, mume wako hawezi kukupa ujauzito kwa sababu mume wako wewe ana shida. Ana shida ya wewe kutokuzaa. Ila wewe una uwezo wa kuzaa. Sikiliza kwa makini sasa. Nasikiliza baba. Lakini leo namfungua mume wako kupitia wewe. Weka mikono yako juu, sema amina. Sema fire. Sema fire. Sema moto.
Sikiliza, nataka nikufungue mume wako akupe ujauzito. Unataka mtoto gani? Wa kiume. Na ninajua wa kiume. Nataka wa Kiume. peke yake. Ndio. Mbona unalia sasa? Ni furaha au ni vichekesho? Au ni kilio? Kwa hiyo naenda kupata mtoto wa kiume jamani. Na mikonosha pita nyumbani kwako. Na mikonosha pita nyumbani kwako. Mimi nakuthibitishia utaenda kupata mtoto wa kiume. Unaamini? Naamini. Asilimia ngapi? Asilimia 100. mia. Ndio. Sawa. Leta maji. Njoo nipe maji haya nimpe maji. Namfungua kupitia mume wake. Mume wake. Mume wako amefungwa na wazazi. Na amwambia kutolee mahali. Amejenga? Bado hajajenga. Anatarajia kujenga mwaka gani? Mwakani. Paka mafuta usoni. Paka, wewe paka tu. Fungua. Yesu. Naweza nikakupa haya maji ukampelekea mume wako akaje? Asilimia ngapi? Asilimia 100. Kabisa. Ndio. Baba, ninaomba uwezo na nguvu na mamlaka na wepesi roho iliyozuia mume wake asipate mtoto. Baba, hiyo ninaisambaratisha kuanzia leo. Roho ya uchawi na uganga na hii piga isabaye kwa damu ya Yesu. Na hii piga isabaye. Na hii piga isabaye. Roho ya uchawi na uganga na hii piga isabaye. Chini kama oshi. Rabashi. Geza makofi yako mengi na vigelegele. Sema ayaya. Sema baba. Sema moto. Weka sasa jiandae kupata ujauzito kwa miezi miwili. Miezi 9. Mimi najulia watu. Nisibebaki bwana, utajua mwenyewe. Ongeza makofi yako mengi na vigelegele. Ongeza makofi yako mengi na vigelegele. Ongeza makofi yako mengi na vigelegele. Sikiliza, haya maji ndio kampe mume wako. Sawa? Mwambie nabii amenipa unipe unywe haya maji. Ni machungu lakini vumilia. Leo siku gani? Jumapili. Kesho. Jumatatu. Inaofuata. Inaofuata. Tarehe 10 mwezi wa 6 utapata ujauzito. Ndio mwenyewe. Yaani ndio kaniweke ndani miaka 30. Unaitwa nani? Highlight. Unaitwa Highlight. Highlight. Mara ngapi kuja hapa? Mara ya 4. Ndio. Unasumbuliwa na kitu kama tumbo? Ndio. Naona chango. Ndio. Inataka mtoto. Sasa makofi na ngoma vigelegele. Kule nyuma kule hapa. Sema mimi
nije hivi kwa watu. Sema ayaya. Geuza ndani hapa kidogo. Kidogo sana. Aya, weka mkono tena. Mimi hapa leo nagawa ovyo ovyo tu. Sasa unataka mtoto una mume? Una. Jamani tulia, wewe unajua amepitia mangapi? Wewe unajua mtu amepitia mangapi? Sasa wewe unataka sana kwache. Wazee walioyapitia unayajua. Paka anaamua apate tu mtoto. Una miaka mingapi? Binti yako mzuri. Miaka 23. Hayo niambie miaka 23 mtoto bado. Amepitia changamoto. Bado ananyonya. Mbona anaonyeshwa malaika ananionyesha hivi? Hivi maana yake nini? Hivi. Hapa, alafu anasema hivi. Naomba uniambie maana yake hivi hivi. Maana yake nini? Anapoishi. Anapoishi. Naonyeshwa hivi. Alafu hivi naonyeshwa hivi. Hivi maana yake nini? Unakaa wapi? Kwa sasa nakaa Dambo. Dambo ni wapi? Dambo ni wapi? Wapi? Dambo ni wapi? Hapa baba. Hapa. Hapa. Aiweka mkono. Tulia basi. Yamkini wanasema huku kumbe anataja nchi nyingine hivi unajua. Aya. Mbona kama nimepigwa kofi? Ninaonyeshwa ninaambiwa ushoka Kenya. Ndio. Weka mikono yako juu, piga makofi na nyanyua. Tushakuongea mimi naye? Hapana. Unakaa ulishoka Kenya? Sio kukaa, ndio nyumbani naonyeshwa. Mama ni Mkenya. Ni Mkenya. Mama yuko Kenya. Mpaka sasa yuko Kenya. Ndio. Aha, unaona sasa hivi maana yake ni wapi? Maana yake Mkenya mpakani, si ndio? Hivi maana yake ni Kenya huku. Kwanza kama Kenya iko huku unapitia kwenda huko Moshi. Sasa nini sasa? Ndio nimekwambia nataja Dambo, yamkini malaika anataja nchi ya mbali. Umekaa sana. Dambo jamani. Kwa Morogoro. Ongeza makofi yako na wewe. Sikiliza nikwambie kitu sawa. Sikiliza nikwambie kitu. Mimi ninakuombea tumbo linanyamaza kimya. Nabii komesha aje kwako asije. Au juu kushangilia hapa amelala hapo na furaha. Sema power. Usipokuwa na tumbo nipeleke polisi yoyote, hata Kenya nendeni mkanifunge. Niko tayari. Hivi na nyimbo niliyoimba Ijumaa ni ipi hapo? Nilikuwa naimba kwa kwenye kisimu. Hapa najua waimbaji wa kweli na waongo. Nilikuwa naimba nyimbo pale. Haya, tendeni kazi. Baba, ninaomba kupitia maji haya na mafuta haya. Na mafuta. Baba naomba apone. Baba apone. Baba apone. Katika jina la Yesu. Mmoja amshike tu. Amshike kwenye kitovu. Mshike. Hapo. Baba
ninamfungua tumbo lake katika jina la Yesu Kristo hai. Ninafungua tumbo lako kuanzia leo. Aliyekufunga tumbo lako ninamuondoa kwenye maisha yako. Ninamuondoa kwenye maisha yako. Ninaondoa roho ya uganga na uchawi. Ninaondoa roho ya kushindwa, roho ya maumivu. Baba, ninaikataa kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Na achilia uzima na nguvu na uhai na uwezo na mamlaka na utukufu na mepesi. Roho ya kichawi, roho iliyolishwa nyama za usiku, ninaikataa kuanzia leo. Tumbo lako lifunguke Baba. Roho ya kinabii wako Nabii Komesha Baba, naomba injilie udada imfungue na kumponya kuanzia leo katika jina la Yesu. Fungua. Mwambie ni machungu hayo wewe. Kunywa mwanangu, tuone kama moja kwa. Kunywa. Usiangalie uchungu, kunywa. Kunywa. Unapona hapa na ninakutabiria watoto 2000 wote. Tuone kama utawalea. Kunywa. Pokea uzima na nguvu. Shika tumbo. Pokea uzima na nguvu. Pokea uhai, pokea mamlaka. Pokea upesh. Bas. Wewe. Mshikilieni wewe. Takata moto. Kama anaenda chini mwache. Mdake tu. Tafuteni ile nyimbo. Uzima uwe ndani yako binti yangu, pokea uzima, pokea uhai. Roho iliyokusumbua miaka mingi ninaishusha chini kuanzia leo. Na kushusha chini. Pokea uhai binti yangu. Ufunguliwe, ukombolewe, ubarikiwe, fanikiwe. Tumbo lako ni tumbo la kisa chema, sio la maumivu. Uchawi uliofanyika ndani yako leo nimeunyamazisha kimya kabisa. Ufanikiwe, ubarikiwe. Fanikiwe, ubarikiwe. Yes. Mwacheni hapo chini. Gesa makofi yako mengi na vigelegele. Double. Amen. Naomba kamata sadaka yako kwanza, niendelee na unabii. Ninataka nitabiri kwa watu 8 wamebaki hapa. Nani anaitwa Veronica ajiandae. Tukamata sadaka yako kwanza. Mwambie kaya ameshapona huyo tumbo alitamsumbua nani? Cha msingi hapa. Mwambie kaya ameshafunguliwa kabisa. Hamna chango wala nini. Ni kwenda kupokea watoto mapacha 2000 nimetabiri. Yaani wakikuwa 7, wakifikisha miaka 9, wengine wanakuja tena 9, wengine mpaka afike 2000. Changamkani basi. Wewe. Changamkani basi wanangu, vipi? Kamata sadaka yako, weka sadaka yako juu. Shusha chini. Nimekufundisha habari ya utii. Sema amen. Habari ya nini? Ya utii wako. Haya, nyosha juu. Ulichokibeba mimi sikwambii toa wala weka, nitakwambia tu jinsi ulivyotii ndivyo hivyo. Umesikia sauti imekwambia tii, basi utii. Baba, ninaamuru sadaka hizi siwe juu ya hao watu, siwe ndani ya hao watu. Baba, naomba wabarikiwe, wafanikiwe, wafike mbali. Neema ya Kristo iwe juu yao. Neema ya uhai iwe juu yao. Aya, anza kuombea sadaka yako. Omba.